tushikwe na dunia, tutupe vyote vya dunia ili tumwelekee Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kuna vitu vya dunia ambavyo vinatakiwa kutupwa kwa mtu ambaye amekwisha kuokoka. Kwa nini mwimbaji na mwandishi wa tenzi hii alisema tutupe vyote vya dunia alafu tumfuate Yesu? Hebu naomba nisomee Isaya sura ya 24 na mstari wa 20. Naomba mmoja anisomee katika kitabu cha nabii Isaya sura ile ya 24 na mstari wa 20. Isaya 24 na mstari wa 20. Ndio. Biblia imeandika, dunia inalewalewa kama mlevi. Dunia inalewalewa kama mlevi. Nayo inawayawaya kama machela. Nayo inawayawaya kama machela, haijatulia kabisa. Na mzigo wa dhambi zake utaelemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Mzigo wa dhambi umeilemea dunia mpaka inawayawaya, inayumbayumba kama mlevi kwa sababu ya mzigo wa dhambi. Bahati mbaya, wengi wa Kristo, sisi tuliokwisha kuitwa wa Kristo, wengine tumewayawaya nayo na tumelewa pamoja nayo. Wakati inalewalewa, inayumbayumba, haiwezi kujisimamia. Dunia imekosa mwelekeo, inayumba kwa sababu ya mzigo mzito wa dhambi. Isaya anasema dunia inalewalewa kama mlevi, yaani inayumbayumba kama mlevi, haijatulia kabisa. Dunia inawayawaya kama machela, dunia inayumbayumba. Kwa bahati mbaya, wa Kristo na watu wa Mungu waliosema wameokoka wamewayawaya pamoja na dunia. Dunia inapolewa, inapoyumbayumba, wanayumba nayo. Inapoyumba na kutoka kwenye mstari, wanatoka nayo. Kwa sababu mlevi anapotembea hawezi kunyoka, akanyoka kweli kweli aliyelewa. Isipokuwa hutembea kwa kuyumba, kushoto, kulia, kulia, kushoto, mbele, nyuma. Yaani anapokwenda ana style ya kwenda mbele, anarudi nyuma, kushoto, kulia, lakini mpaka afike anakoelekea. Sasa Biblia inasema dunia hii inayumbayumba kama mlevi, yaani inaenda, inarudi, inaenda. Kwa nini? Sasa kuna watu tumeyumba pamoja naye. Wakati imeyumba na kutoka kwenye mstari wa Mungu, basi na sisi tumetoka naye. Sasa Isaya anasema dunia hii inayumbayumba, inawayawaya kama machela.